uelewa ni swala kwa vijana, ni swala la ajira, si ndivyo? Ninachoamini na ni kitu ambacho inabidi kiongelewe. Maana vijana wanahitaji ajira. Wanahitaji ajira kwa wingi sana, si ndivyo? Yes. Unahisi kwa Tanzania kuna sekta, si ndivyo? Kuna kuna wizara ya vijana sasa hivi ipo, imeanzishwa, ipo chini ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, si ndivyo? Ndio. Na alitoa competition hapa hivi. Watu waandike mawazo yao, wasubmit, afu atakayeshinda atawezeshwa. Nadhani mshindi wa kwanza alikuwa milioni 30. Sawa. Ulishiriki? Hapana, sikushiriki. Kuna namna uliwawezesha watu unaoongoza chuoni waweze kushiriki? Nilishasema kwamba whoever has any idea anahitaji msupport, I will be there to support. Sasa hakuna ambaye labda niseme sadly enough, hakuna ambaye alikuja kwamba mheshimiwa, nina 1 2 3 jaribu nataka kufanya kitu fulani. Ila nina watu ambao tayari tumeshaanza mchakato. Sababu pesa bado zipo. Pesa zipo, lakini kwa ile muda umeisha. Ile sawa, lakini pesa bado zipo zingine. Sasa wako ambao wamekuja na tunafikiria namna gani ya kufanya jambo. Kwa ni mpaka kufuata, ila uweze ukafungua milango kuambia tu ukasema labda ukapost kwenye magrupu, jamani kama kuna mtu anahitaji msaada wa kuandikiwa kufanya hiki afanye, ni mpaka aje mwenyewe. Mimi tayari kuruhusu ile openness na access ya mimi kuwa na wao kuwa na access ya mimi direct. It's an open platform tayari. Kwa hiyo maana mtu kama ana jambo anaweza kanifikia. Sijafunga mlango wowote. Wewe ni kiongozi. Yaani tuachane na hivi kwamba sisi ni wale ni wanafunzi wenzako. Wewe ni kiongozi, na mtu yote anapomapproach kiongozi lazima awe na heshima. Hivyo basi nadhani kuna namna tu wanasema huyu ni kiongozi, hawezi akamfikia kila muda kila mara, ni hivyo. Na kuna mtu mmoja shehe kusema kwamba kama kiongozi unatakiwa kidogo, yani sio usiwe mbali na watu, lakini usiwe kila mtu anapohitaji kila wakati akufikie. Lakini pia akasema kama wewe ni mwananchi na una ukaribu na kiongozi, si kila muda unatakiwa uwe unamfikia, unatakiwa unamfikia tu kwa vitu vya maana. Sasa wewe umesema ni mpaka wakutafute wao. Wewe hapo hivi wewe kama kiongozi unapunguza, yani kuna namna fulani hivi unawaaminya watu wako. Maana sidhani kwa watu wote waliosema takriban 2000 hamna mtu alikuwa nao mawazo. Sasa nikisema kwamba ninawaminya au ninakuwa nina siwapi ile nafasi ya wao kujiexpress. Mimi huwa nakuja mpaka uwanjani kucheza na wachezaji wenzangu. Ndio. Unaona, nashuka chini kabisa huko. Nakuja nacheza mpira na wachezaji wangu. Sawa. Kwenye yani sio kiongozi yule ambaye nitakaa kule juu ofisini nikajifungia. Hapana. I am at the ground level. Yani na interact na kila mwanafunzi vizuri tu. Kwa hiyo maana yani at the end mbona narudi pale kwamba kama kuna kweli mtu alikuwa na jambo anataka kuniambia, sidhani kama kwa jinsi ambavyo nimeshuka huku chini atashindwa kweli kusema jambo lake. Haya. Labda wenyewe watakapoona, mimi nitapata comment, nitakuonyesha. Bahati nzuri nitapata muda, nitakuonyesha, nitakwambia watu wamesema ila hapa, si ndivyo? Wewe ni kijana, yes, ni kiongozi, na tunafahamu tu anapokuwa na influence kidogo watu wanamfuata, ni automatically wadada wanakuja sana, yani hivyo. Unajitahidije kuepuka kama kijana? Maana hauwezi ukasema wewe ni kijana, hivyo vitu vipo. Well, nadhani kila jambo na wakati wake. When the time is right, itafanyika kile ambacho ni wakati wake. Ila kama sio wakati wake, amdam. Kuna kiongozi mwingine anasafa kwa shida hizo hizo, anatamani asikie mheshimiwa rais kutoka chuo cha takwimu, yeye anajitahidije kuepuka watu wa namna hii? Ni kama nilivyokuambia, yani unajua vijana, of course sisi ni watu ambao ni generation ambao at some point peer pressure, mihemko na vitu vingi vinatuendesha sana. Ndio. Na mtu usipokuwa makini basi kuanguka inakuwa ni rahisi. Sasa jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba tuna have ile self control. Jua ni kitu gani unahitaji kwa wakati gani. Yaani kama huu ni wakati ambao unahisi you can get in a relationship,
invest there. Usifanye kwa kufurahisha, usifanye kama unafanya matani au unajaribu, unaona yeah. And if not, stand your ground. Hakuna mtu, sisi ni binadamu, hakuna mtu ambaye hana feelings, wote tuna feelings. So it's just a could draw that line kama for now this is the line. Nadhani naweza nikasema kuwa na msimamo. Tunatarajia kukuona mbeleni huko ukiingia kwenye siasa moja kwa moja. Kitu kimoja, I can't call myself a politician. Why? Maisha ya kipolitician au ya kisiasa, I don't know how should I put it. Yani, I am more of a leader. Napenda kuongoza, being first on the line. Yeah. Unapenda kuongoza, si ndivyo? Lakini kadi kuna level ya kuongozi ikifika, lazima uwe mwanasiasa, si ndivyo? Yaani kuna level lazima uwe mwanasiasa, si ndivyo? Je, tutakuona huko? If the time will be right, naweza nikaonekana. Siku jana ambao mtu anamaliza form 4 sasa hivi na anatamani kuja chuoni, nadhani angalie kwanza anataka kusomea nini. What does he or she want to do? Anataka abobee kwenye kitu gani? Sio lazima kuja Dar es Salaam. Lakini ndo tumetengenezea kwa seko Dar es Salaam ndio kama nilivyosema mwanzo kwamba Dar es Salaam imeteka akili zetu vizuri sana yani. Kwamba hii ndio sehemu yenyewe. Mambo ya utandawazi na nini yote yapo Dar, si ndivyo? Sasa na hisi tunaelekea mwishoni, si ndivyo? Ndio. Si kama kiongozi, kama mtu tu raia wa kawaida kama mimi hivyo, si ndivyo? Unahisi kwenye mfumo wa elimu kwa ujumla, si ndivyo? Unahisi ni kozi gani inatakiwa iongezwe yani? Ambao unahisi hapa kwa generation inayokuja, kadri ambavyo nchi inabadilika, dunia inabadilika, hii kozi sisi kama Watanzania na vijana wengi itatufavor sana. Okay. Ukiangalia kwa sasa hivi on trending, kama kuna kozi ambayo sema labda imekuwa kwenye market ni data science. Data science, of course, nashukuru Mungu na sisi pia tunikuta hapa tunatoa data science. Na kutia minyama kwako kiongozi. na kuonyesha kwamba iko on trend, iko on marketable. Intake ya wanafunzi wanaokuja hapo kila mwaka ni kubwa sana kuliko hata other courses. Sasa teknolojia ya dunia inakuwa. Sasa hivi kuna mambo ya AI. Nadhani chuo cha Mandela kuna masters ya artificial intelligence AI. Na hiyo ni kozi ambayo sasa hivi watu wanaambiwa iwe focused on. Kama inaweza kuanzia kwenye degree pia huku watu wana study AI vizuri. At the end ni kwamba una study AI ili AI isije katuondoa kwenye market. Market inapoenda sasa ni AI inatoka kwenye market. AI ina replace kazi za watu. Yes, ina replace kazi za watu. But if you can study it properly, in such a way kwamba sasa tukajua ni kitu gani AI inaweza ikafanya na kitu gani haiwezi ikafanya, nadhani tutakuwa kwenye mstari mzuri. Tupo kwenye mstari mzuri, si ndivyo? Sisi ni vijana wote, si ndivyo? Yes. Tunapambana, lakini kuna mtu mmoja ni kila akifanya kitu akiendi, kiasi kwamba hadi anasema au mimi na bahati mbaya yani hivyo. Lakini sasa wewe hapo ni kiongozi, ni mwanafunzi, anaona yule kafanikiwa, yule kafanya hivi. Hebu mtu ukitaka kumwambia ni kwamba do it, you can do it, yani hebu mpe kidogo ushauri mtu anamneo ambao anapambana, ni kijana. Kama unavyojua vijana tunasumbuliwa na vitu vingi, lakini wengi at 20s hapa watu wanataka achieve vitu vingi sana. Wale wengi waliofanikiwa hawakujaribu mara moja. They tried and tried. Wako ambao walikuwa ni scientist, wako walikuwa ni hata wanarusha rocket, hakurusha mara moja. Huyo ambaye akaja kugundua ndege, haikuanza speed hiyo pafu na ikaenda ilienda ikashuka ikaanguka hivyo, unaona. Kwa hiyo ni kwamba of course inakuwa inakera, inakatisha tamaa. You are trying
unarudi chini, with time unarudi chini. Nadhani ni jengea mentality. There's no giving up. Sisi ni vijana, tuna nguvu na Mungu ametuambia tuna akili pia. Kuna watu wanajenga mentality. Kwa mfano rafiki yangu hapa Izaki, kuna sehemu alitoka akakutana na kijana ananiambia, huyu mbona nilikaangu yani, afu anaendesha ni Porsche. Umeona, sasa anaangalia kwamba mimi nilifeli ama wazazi walifeli, lakini sijui unaelewa ni unakuta mtu upo probably in same age au yani ni age mate, si ndivyo? Ila ukiangalia kitu anachokifanya na wewe inakata sana yani upepo. Sasa kitu kama hii hapo, mtu ukisema ajenge mentality katika engo gani, kiasi kwamba mtu anakutana na watu hadi unaona kuona mawazo, lakini ukiona mtu au mimi kuna sehemu nilifeli, hiyo mentality ajenge katika engo ipi, kiasi kwamba asitoke kwenye reli hata anapokutana na vitu vingine. Kwanza nilikuwa na positive mindset. Positive mindset kwamba yani no matter what is happening you have a positive mindset. Yani the moment ukishakuwa ukijaribu kuvuruga mindset kwamba ikae na negative, itakukatisha tamaa zaidi. Ni kuwa na positive mindset na kuamini kwamba Mungu atafanya njia at the end. Sawa. Mimi namtaja Mungu kwa sababu ninamwamini Mungu. Na nami kama mtu anamwamini Mungu. Wengine hawamwamini. Mimi namwamini. Ni sawa. Siwezi nikakataa kwamba wewe unamwamini au uamini kwa upande wangu. Sawa. Na kwa mfano nirudi nyuma kidogo. Darasani basically hesabu tu inachukuliwa ni ngumu wakati wote. Yes, yani kuna mtu yani ile ikifika kipindi cha hesabu yani bwana hii somo hili mimi no. Sasa ikishafikia hapo mpaka kwa mwalimu inakuwa ni hata kutaka kumsikiliza inakuwa ni ngumu. No. Hiyo ni negative mindset iko kichwani kwa mtu. Attitude yake tayari zero. Yani iko kwenye on the fail inside. Ila kama akiweza kubadilisha mindset kwamba okay, this is hard but I can do it. Kwamba ile positive mindset kwamba okay fine, it is hard but I can do it. Na maana hata mwalimu akija darasani, I will try to listen. I will try to pay attention ili niweze kufanya. The same hata kwenye maisha. Chochote kile ambacho unakifanya pakiwa na positive mindset kwamba I can do it, utapata na ile ujasiri hata kuwatafuta wale ambao wameshafanya na kuwauliza walifanyaje, wakakushauri, kama ni support pia wakakusupport. Kwa hiyo ni that positive mindset kwenye kichwa cha mtu ni kitu cha muhimu.